Yona pale. Na yeye Yona akachukuliwa, Mungu akamtayarishia Zaburi akameza. Ndipo pale akaenda napigwa katika ile nchi. Na Mungu akamtuma tena kwa ajili ya kufanya ile huduma ya Mungu. Haleluya. Hasa alipofika mahali kule, kwa sababu alikuwa bado amewabeba wale watu wa Ninawi, yeye kitaka kusema kwamba tubuni. Yeye alisema kwamba nyinyi watu wa Ninawi baada ya siku 40 Mungu atawaangamiza. Nyinyi watu wa Ninawi baada ya siku 40 Mungu ataangamiza, kwa sababu alikuwa amewabeba ndani ya moyo wake. Lakini kwa sababu wale wakasikia ile sauti kwamba Mungu ataangamiza hao baada ya siku 40, wakajua kwamba lazima tuingie katika magoti tufanye toba. Nao walifanya toba pamoja na mifugo yao, nao Mungu akawasikia akawasamehe. Kile kitu bado kikamkasirisha Yona, kwa sababu ilikuwa ni kusudi lake ni kwamba ile nchi ikaangamizwe ili kwamba akalipizwe kisasi. Alipomaliza ile huduma akawa ameketi mahali. Kulikuwa kuna jua kali sana. Mungu akamesha mti ambao akampatia baridi kwa muda mchache. Alafu Mungu akaukausha tena ile mti. Akaanza kulaumu. Akasema, sasa wewe mbona umetoa huu mti tulikuwa nipatia baridi? Mungu akamwambia, sasa kama hichi kitu kidogo tu cha muda kidogo unasema kwamba nimekifanya hivi. Je, watu wangu ambao nilikuwa nimewaumba kwa miaka mingi, tena watu wengi, ulikuwa nataka niwaangamize kwa sababu gani? Kwa hivyo wewe badili njia zako. Haleluya. Kwa hivyo kuna wewe maybe mahali hapa umebeba mtu katika moyo wako. Umebeba yule mchawi katika ile mtaa unaoishi. Mungu anakutuma siku ya leo ukapate kumwombea maisha mema na maisha marefu, ili kwamba akikubariki akapate kushuhudia zile baraka zako. Haleluya. Iwe ni mtu wako wa karibu, iwe hata ni mtu ambaye humjui. Umeweka mahali pale ukapate kumwombea, ombea adui yako mema, ili kwamba unapobarikiwa ile siku akapate kushuhudia zile baraka, akashuhudia ile ukuu wa Mungu. Haleluya. Kwa sababu unapokuwa unasimama katika kusudi la Mungu, hakika utampendeza Mwenyezi Mungu na Mungu hatakuacha. Unaposimamia kusudi lako wewe mwanadamu, basi utabaki maisha ya mahali pale pale, hakuna hatua utapiga katika maisha yako. Unaposimama katika kusudi la shetani, ni kwamba kusudi la shetani ni kwamba akuharibu, akuvunje na pia akumalize kabisa. Haleluya. Kwa hivyo hata kutumia shortcut katika maisha, hata kutumia mkato katika maisha, fuata kufanya kusudi la Mungu, nao utaona maajabu katika maisha yako. Kwa sababu ukitazama Yusufu aliposimama na kusudi la Mungu, licha ya watu wake wa karibu kumkataa, wengine kumtupa ndani ya ile shimo ili kutaka kummaliza, mwishowe wakamchukua wakamuuza kule utumwani. Haleluya. Wakadhani kwamba Yusufu huyu tumemaliza mambo yake. Lakini kwa sababu Yusufu alisimama na kusudi la Mungu, alisimama katika hali ya kumpendeza Mwenyezi Mungu, ikafika hata mahali akafungwa gerezani kwa makosa kusingiziwa. Akafungwa gerezani kwa makosa kusingiziwa kwamba amedhana na bibi ya mkuu. Lakini katika kufungwa kote, katika kudhulumiwa ama katika kuonewa kote, yeye alizidi kusimama na kusudi la Mungu. Na mwishowe katika kuona kama ameonewa, amefungwa gerezani, kumbe pale ndio ilikuwa ile step ya kufikisha katika baraka zake. Haleluya. Maybe wewe unaona ndugu yako maybe pale amekukataa kabisa. Ndugu zako wamekutenga, wazazi wako wamekutenga. Acha kufa moyo, acha kujiuliza maswali. Wewe endelea kusimama na kusudi la Mungu. Naye watakuja watakuinamia siku moja. Watasema kweli Mungu wako anaweza. Haleluya. Kweli unaabudu Mungu wa kweli. Kwa sababu umesimama na kusudi la Mungu, huko angalia huku kando wala huku kando. Yusufu akatupwa ndani ya shimo mpaka akauzwa kabisa utumwani. Akawa haonani na ndugu zake, haonani na wazazi wake. Lakini jambo lile halikumfanya yeye kutosimama katika kusudi la Mungu. Halikumfanya yeye aache kuenenda katika kusudi la Mungu. Haleluya. Maana kusudi la Mungu ni kwamba ukapate kusimama katika ukamilifu, katika utakatifu. Kusudi la Mungu ni kwamba ukapate kusimama katika uaminifu. Haleluya. Kusudi la Mungu ni kwamba ukapate kukataa dhambi, ili kwamba ukapate kusimama katika utakatifu, ukapate kumpendeza Mwenyezi Mungu. Yusufu alipokuwa mahali pale, akapewa kabisa uhuru pale katika nyumba ya Potifa. Lakini uhuru ule haukumfanya yeye akakiuka ile kusudi la Mungu. Uhuru ule haukumfanya Yusufu akaachana na mambo ya Mungu. Kwa sababu maybe saa zingine tuko hapa, maybe tuko karibu, ndio tunasema kwamba wacha tusimame na Mungu kwa sababu tuko karibu na Archbishop.
Lakini siku zingine mimi tumeenda Ulaya kufanya kazi. Haleluya. Umefika mahali kule unasema kwamba hawanioni hao watu. Mimi kule umepatiwa kabisa uhuru katika nyumba ya bosi, unaambiwa fanya hivi, wewe uko na uhuru wa kufanya vyote. Haleluya. Kwa sababu uko mbali na wale watu walikulia katika misingi ya Mungu, unasema kwamba wacha basi niachane na mambo ya Mungu. Ni kwamba unapoachana na kusudi la Mungu, basi shetani atakuwa amepata nafasi katika maisha yako. Kwa sababu jinsi ulivyotangaza msimamo ya kwamba umeachana na shetani, umemgeukia Mungu, ni kwamba ulitangaza vita na shetani. Siku hiyo ulikuwa umetangaza vita na shetani. Alafu wewe mama wale wote. Huyo mjukuu wako mlingo wako huyo. Akatawala watoto. Haya kae nao huko. Neno nisikie tu kiwa huko nalisikia. Ndio maana tunaweza kusikia. Kwa hivyo katika maisha yako wewe chagua kusimama na kusudi la Mungu. Lile kusudi uliloitiwa na Mungu ukapata kusimama nalo katika ukamilifu. Haleluya. Unaposimama na kusudi la Mungu, hakika Mungu hatakuacha. Unaposimama katika kusudi la Mungu, magonjwa hayatakuwa sehemu ya maisha yako. Unaposimama na kusudi la Mungu, utaonekana mara kwanza kama umepigwa na maji au umepigwa na mvua, lakini within some years unashangaa maisha yako yanabadilika katika hii kutembea na Mungu. Haleluya. Unashangaa maisha yako yamebadilika tarehe ghafla. Unashangaa hatua zako zinapiga hadi zile hatua za miguu 10 kwa ile hatua moja. Haleluya. Kwa sababu Mungu atakuwa na wewe pamoja na wewe. Mungu atatembea na wewe kila mahali unapotembea. Mungu atakuwa na wewe hata katika kila jaribu unalopitia. Uangalia Danieli akawa katika nchi ambayo hamwabudu Mungu wa kweli. Lakini pale pale yeye akazidi kusimama na kusudi la Mungu. Akazidi kusimama na utakatifu, akazidi kusimama na kumheshimu Mungu hata katika ile nchi ambayo hamwabudu Mungu. Na pale akatupa katika tundu la simba wale wakafungwa midomo na Mungu. Haleluya. Haya, ukiangalia kila shida na Misha na Abednego nao wakatupa katika tanuru ya moto, pale pale Mungu akawasaidia tena akawa pamoja nao. Haleluya. Ni kwamba unaposimama na kusudi la Mungu, basi Mungu yuko pamoja na wewe. Lakini unaposimama na kusudi lako, basi uko peke yako. Ndipo magonjwa yatakufuata kila wakati. Kila wakati maombi yako ni zima moto. Magonjwa yamekupata, umekuja upewa maneema na bishop, umepata tena maisha yako. Magonjwa tena yamekupata tena, umepona na bishop. Hivyo sasa kwa maisha yako ni hivyo hivyo tu. Haleluya. Na kuja kanisani si kwamba ati inapelekea maisha yako kuwa bora zaidi. Haleluya. Lakini katika kanisa kusimama na kusudi la Mungu inapelekea kufunuliwa yale maisha yako kabisa. Na kufunguliwa. Haleluya. Maybe katika kanisa umepewa huduma ufanye. Umepewa kusudi ufanye mahali pale katika kanisa, lakini wewe unafanya kuchagua ile kusudi. Haleluya. Basi maisha yako yatabaki pale pale. Utakuwa kwamba hii ministry ya Victory imebarikiwa, lakini wewe maisha yako yatabaki pale pale. Haleluya. Kwa sababu ministry kubarikiwa inategemea na wale ambao wanasimama na zile kusudi za Mungu. Haleluya. Kwa sababu hata katika mitihani, ni walimu ambao mnafundisha katika hizo mashule. Unashangaa unaambia kwamba shule fulani imeshinda dunia nzima. Haleluya. Ama katika nchi nzima. Lakini pale pale katika ile shule kuna wengine wamepiga madii pale. Haleluya. Kwa hivyo ukiambiwa kwamba ministry imebarikiwa, ni kwamba ili kupata zile baraka ndio usimame na kusudi la Mungu. Lakini usiposimama na kusudi la Mungu ukasema ni ministry imebarikiwa, basi umuongo. Utabaki pale pale na magonjwa yako. Haleluya. Ili kwamba ile magonjwa yakapate kuisha, anza leo kusimama na kusudi la Mungu. Kwa sababu unaposimama na kusudi la Mungu, Mungu atakuwa pamoja nawe. Magonjwa yanapokuja karibu na wewe, atashangaa hapa kuna Mungu hatuwezi dili na mtu. Haleluya. Uwepo wa Mungu utakuwa pamoja na wewe. Kwa hivyo shida zitakuwa zikijaribu kubisha hodi zinataka kuingia hivi, wanaona Mungu pale mahali pale. Zile shida zinatoka. Maybe watoto wako wakijaribu kukutaka kuandama na magonjwa, ama maybe kuna maroho ametupwa manjani, kwa sababu pale katika nyumba yako kuna Mungu, basi ile magonjwa hayatawapata kamwe. Haleluya. Lakini unapokuwa unasimama na kusudi lako, unapokuwa unafanya yale ambayo yanakupendeza wewe,
basi maisha yako yatabaki pale pale. Magonjwa yatakuwa sema maisha yako, na maisha yako yatakuwa ya kung'ang'ana. Haleluya. Ukiangalia ile maisha ya Adamu, haleluya. Adamu alikuwa ni mtu ambaye anampendeza Mwenyezi Mungu. Tusome pale katika kitabu cha Mwanzo 3 kuanzia mstari wa 5. Genesis chapter 3. Tunasoma kutoka kitabu cha Mwanzo mlango ni wa 3 kuanzia mstari wa 5. Kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza kwa macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yale akala, akampa na mumewe, naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi. Wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwita Adamu, akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akasema, ni nani aliyekwambia ya kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Adamu akasema, huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia mwanzo pale unapata kwamba Adam na Eve walikuwa wanaishi maisha ya raha starehe. Kwa sababu before Mungu awaumbe alitayarisha vyakula katika ile shamba. Ili kwamba wanapokuwa mahali pale wasikose chakula. Ili kwamba wanapokuwa mahali pale wawe na maisha ambayo si ya kung'ang'ana. Haleluya. Lakini katika ile ndoa yao ama katika ile mienendo yao katika shamba la Edeni, yule mwanamke akajaribiwa na shetani. Alipojaribiwa na shetani akaanguka. Alipoanguka akamhusisha mumewe naye akaanguka. Haleluya. Kwa hivyo katika ile maisha tunayoishi ya Kikristo, tunapokuwa tumesimama na kusudi la Mungu, hata ile majaribu yanapokuja hayatatuangusha. Haleluya. Unaposimama katika ile ndoa yako, inafaa mume asimame na Mungu na mke pia asimame na Mungu. Kwa sababu shetani akitaka kuvunja ama kuharibu ile ndoa, yeye utafuta pale mahali ambapo pana ile mwanya. Haleluya. Akipata kuna mwanya mahali hapa, anatumia ile mwanya na anaharibu ile ndoa kabisa, na analeta mfarakano baina yenu na Mungu. Maana alipotafutwa ule Eve, alipoanguka katika ile jaribu, akamshirikisha naye mumewe akaanguka. Na naambiwa walipotoka mahali pale wakajiona kwamba wako uchi. Unapokuwa umekosana na Mungu ama unapokuwa umetenda jambo ambalo Mungu amekwambia usifanye, huwa ile ulinzi unaondoka. Haleluya. Unabaki inakuwa ile ndege bila ulinzi. Unatoka pale ile baby, kuna wale malaika walikuwa wamesaidiwa kuwalinda mahali pale. Baby, kuna zile baraka zilikuwa zimeachiliwa mahali pale. Wewe ukifanya jambo ambalo halipendezi Mwenyezi Mungu, basi ile ulinzi, zile baraka zinaondoka. Ndio pale Adam na Eve wakajipata wakajiona kwa uchi. Mungu akaja kama vile kawaida yao, kwa sababu Adam na Eve walikuwa wameamua kujitegea muda wao binafsi na Mungu. Ili kwamba wakazidi kukomaza ile kusudi la Mungu, wakazidi kukomaza ile moto ndani yao, ili kwamba wakapata kusimama katika kusudi la Mungu. Lakini katika ile muda ambao Mwenyezi Mungu alikuwa amezoea kuja ili kuongea nao, wakasikia ile miguu ya Mungu inakuja, wakakimbia mahali pale, kwa sababu walikuwa hao wako uchi. Ndipo Mungu alipofika mahali pale akauliza, "Wewe nimekuja mahali hapa ambapo tumezoea kila siku tunaongea, wanangu, uko wapi leo?" Wakasema basi, sisi tuko huku,
Sasa tumesikia waja, lakini sasa tumejiona kwamba tuko uchi, tumejificha kwa huko. Kwa hivyo wewe nenda, tutakuja kuongea siku zingine. Haleluya. Ni kwamba unakuwa na maombi binafsi ambayo ni ya kuregarega. Una maombi binafsi ambayo ni ya kila wakati. Unapotaka kusimama na huduma ya Mwenyezi Mungu, unafaa uwe na maombi ambayo ni ya kila wakati. Haleluya. Unatenga muda wako binafsi na Mungu kila wakati. Si kwamba leo umetenga muda wako binafsi na Mungu, kesho unashangaa, maybe ni usiku unashangaa una usingizi mwingi, unasema kwamba leo sitaomba. Kesho maybe kuna baridi nyingi, maybe wakati wa mvua unasema sitaomba. Haleluya. Ndipo pale shetani anapata nafasi ya yeye kupata kuingia katika ndoa yako na kuiharibu. Kwa hivyo ili ukapate kusimama na kusudi la Mungu, pia unafaa uwe mwingi wa maombi. Na si maombi tu ya kanisa kwamba basi jioni Ijumaa tukapate kuomba pamoja hapa. Unafaa wewe mwenyewe ujipangie muda wako binafsi wa kuomba. Wewe ni mchungaji, unataka uchungaji wako uwe wa kimataifa, basi acha kuwa na maombi yale ya vuguvugu. Ukapate kuwa na maombi mengi, ukapate kuwa na maombi binafsi, na Mungu atakusaidia ile huduma ya uchungaji Mungu alipanda ndani yako, ataikuza na kuipanua ili kwamba ukapate kufikia pale Mungu alipanga kufika. Ningependa kukwambia kwamba katika maisha unayoishi, maybe kuna ndoto uko nazo wewe mwenyewe. Kuna maono Mwenyezi Mungu amekuonyesha kwamba mwanangu nitakuinua, kwamba mwanangu nitakufikisha pale. Lakini hata nikwambie kwamba ndoto zako ili zitimie, unabidi usimame na kusudi la Mungu. Unaposimama na kusudi la Mungu, ndipo pale ndoto zako zitatimia. Lakini unapoacha kusudi la Mungu, basi ndoto zako zitabaki tu ndoto, lakini utazifikia. Kwa sababu tunasema kwamba katika makaburi ama makaburini kuna utajiri mwingi sana. Kwa sababu kuna wengi hawakusimama na kusudi la Mungu, wakafa na huduma zao kubwa. Haleluya. Hata watumishi wa Mungu walikuja kupatia ushuhuda kwamba kuna mahali mwingine anaenda kumwombea mchungaji. Akijaribu kuomba hivi, Mungu anamuonyesha kwamba kuna nyota kabisa zinamwinamia. Lakini mchungaji yule amekataa kusimama na kusudi la Mungu. Hasa ile kufikia zile ndoto zake kwamba afike mahali mpaka ainamiwe, basi ni ngumu. Haleluya. Utafananisha mtumishi yule na Yusufu. Yusufu angeanza kuambiwa ndugu zake katika moyo kwamba wamenikataa, basi kwa hivyo acha biashara nao na familia. Kwamba amepatiwa uhuru katika nyumba ya Potifa, na pale ule mke wa Potifa amesema kwamba basi nimepigia bwanangu simu huko mahali aliko, hata kuja leo, amesema atakuja kesho. Haleluya. Kwa hivyo tuko free mahali hapa, tunaweza kufanya mambo yetu na tukapata kufurahia. Sasa angejaribu kuchukua advantage vile na kukataa kusimama katika kusudi la Mungu la utakatifu, basi Yusufu asingefikia ile ndoto ya kuwa waziri mkuu. Angepata tu, niliota ndoto kule, nikatiwa kwenye shimo, nikauzwa na ndugu zangu, nikabaki hivyo. Haleluya. Kwa hivyo ili ukapata kufikia ile maono Mwenyezi Mungu amekuonyesha katika maisha yako, ili ukapata kufikia zile ndoto ambazo Mwenyezi Mungu amekutabiria katika unabii, basi ndio ukapata kuzidi kusimama katika kusudi la Mungu. Unapozidi kusimama katika kusudi la Mungu, basi pale utafikia katika ile maono yako katika wakati wake. Kwa sababu Mungu hachelewi na Mungu hawai. Haleluya. Ni kwamba ile wakati ambao Mwenyezi Mungu ameupanga, basi lazima atakutendea makubwa. Wewe ni kijana, maybe Mungu amekuonyesha utakuwa na ndoa kubwa, ama utakuwa na maisha, unapata mchumba ama mume mwema, basi ni sasa ukasimama na kusudi la Mungu. Lakini usiposimama na kusudi la Mungu kaanza kujichanganya, basi utapata mwanaume ambaye amejichanganya pia. Kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Anakupa kile ambacho unastahili kupewa. Haleluya. Si kwamba umejichanganya mahali hapa uona lianga huko, lakini Mungu akakuchukulia mwanamke ambaye ni mtakatifu, ambaye amejinyima mambo mengi akupatie wewe. Ni uongo. Haleluya. Tukisoma katika kitabu cha Marko 10 kuanzia mstari wa 30. Marko 10 mstari wa 30. Hapa inazungumzia pale Peter alipokuwa amesikia story nyingi huko nje. Anakuwa kwamba ni basi kila siku mnafatana na huyu Yesu. Kila siku maacha mambo yenu, maacha familia zenu, hata kwa watoto wenu amwahudumii, wake zenu amwahudumii, mama zenu amwahudumii, mmepata na huyu Yesu mtapata nini? Haleluya. Ile kitu kikamkereketa ndani ya moyo wake, akabidi amuulize Yesu. Ndipo Yesu akamweleza akamwambia, hakuna yeyote ambaye ataacha mali zake ama ataacha watu wake alafu akabaki hivyo. Ni kwamba mimi Mungu nitambariki hapa duniani mara 100 na baadaye atapata uzima wa milele. Haleluya. Unapata akatusomea Marko 10 mlango ni wa 10 mstari ni wa
30. Ila atapewa mara 100 sasa wakati huu, nyumba na ndugu waume na ndugu wake na mama na watoto na mashamba pamoja na udhia, na katika ulimwengu ujao uzima wa milele. Amen. Bwana asifiwe. Hapo inasema kwamba unapokuwa umeacha mali zako, unapokuwa umeacha familia zako, unapokuwa umeacha vyote kwa ajili ya Mungu, Mungu hatakuacha hivyo. Ataenda na wewe, lakini ikifika ile time ambayo amepanga kubariki wewe, atakubariki. Tena atakupatia mara 100 zile vitu ambavyo umepoteza. Yule mtumishi akamuuliza Yesu akasema kwamba mimi nimefanya kila kitu, nataka unieleze nitafanyaje ili kwamba nikapate kurithi ufalme wa mbinguni, ama nikapate kupatana na wewe. Akamwambia nenda ukapate kuuza mali zako zote wapatie maskini. Haleluya. Nami unifuate. Ule mtu akakataa kuachana na vitu vyake kwa ajili ya Yesu. Kuna wengine kama vile bishop wetu akamwona Mungu kwamba achana na hii kazi ukapata kunipata mimi. Haleluya. Ni kwamba alipoteza ile kazi, lakini mambo kama katika Biblia kwamba atapata mara 100 ya ile kitu ambacho alipoteza kwa ajili ya Yesu. Haleluya. Amen. Wewe uliacha vitu vyako kwa ajili ya Yesu. Kila huduma ukiitwa unaenda, au angalia kuna nini huko nyuma umeacha. Haleluya. Ni kwamba umefika katika level ya kumpendeza Mwenyezi Mungu na baraka zako ziko karibu. Utazipata tena mara 100. Ayubu akasimama na Mungu, akasimama na kusudi la Mungu. Shetani akaomba nafasi ili kwamba amjaribu Ayubu, akapoteza vitu vyake vyote. Alipoteza watoto wake, akapoteza mali zake zote. Haleluya. Na mwili wake ukawa vidonda kwa miezi 9. Lakini vile havikumfanya kwamba atoke katika kusudi la Mungu. Havikumfanya aache kusimama na hapo kutembea na Mungu. Alizidi kusimama na Mungu. Hata mkewe alipokuwa amemwambia kwamba basi sumkane huyu Mungu. Angalia watoto wote wamefariki. Ni Mungu gani huyu? Angalia mali zote, ng'ombe zote, mifugo yote imeondoka. Ni Mungu gani? Achana naye, mkane ufe, hiyo kitu itoke. Haleluya. Lakini yeye hakusikiza mtu. Hakusikiza na mkewe wala hakusikiza hata na marafiki zake. Alisimama na Mungu baadaye akamponya mwili wake na akamrudishia watoto ambao ni wema. Haleluya. Akamrudishia mali ambazo ni nyingi, ambazo tena ni zile za kifahari. Kwa hivyo jinsi alivyotokea kwa wale ambao waliopita, hata kwetu vinatokea. Mfano wa bishop mali hapa, aliishi huko Mwalubeba katika hali ya kung'ang'ana, akakataa vyote, akajitenga na vyote. Uwezo akamnena katika hali tofauti tofauti, lakini yeye akakukuta masikio, akasema kwamba sitasikia mambo yale, na Mungu samembariki. Kwa hivyo Mungu si dhalimu, mpendwa. Zidi kusimama na kusudi la Mungu na utaona maajabu katika maisha yako. Wewe ni mwanafunzi, unataka upite mtihani ama ufaulu katika masomo. Simama na kusudi la Mungu. Haleluya. Simama na kusudi la Mungu. Wewe kanisani umekuasai fanya kitu fulani, fanya katika moyo wako wote, katika furaha. Naye Mungu atakukumbuka katika maisha yako. Haleluya. Mungu hawezi kumwacha yule mtu ambaye amejitolea kwa ajili ya kusudi lake. Yesu alipokuja hapa duniani akasimama na kusudi ambalo aliloitoa na mali hapa duniani. Watu wakamsema mambo mengi, hata watu wao wakamkataa. Lakini yeye yote hakuyasikiza mambo yale, akasimama na ile kusudi ambayo ametoa mali hapa mpaka kalimaliza. Na alipofariki akashuka kule kuzimu, akachukua ile funguo zote za mamlaka ya kuzimu. Haleluya. Hapo nazo yeye. Zile funguo za mauti hapo nazo yeye. Sasa unaogopa nini wewe? Haleluya. Maybe pale mahali kuna mchawi amekuzingira pale mahali, wachawi wamekuzingira, wale makombo. Unasema kwamba basi vile huyu mchawi nimemwona akitatiza mpaka amekuja chinja ng'ombe, sijui ni mbuzi ama ni kuku katika mlango wangu. Basi itabidi hivi si vya kanisani. Itabidi nikaviangalia. Haleluya. Acha hivyo, kwa sababu unapokuwa umeachana na Mungu, umepanda vya dunia, basi pale shetani naye amekunasa. Na akikunasa shetani, basi yeye hakuachilii. Hakuna siku shetani atakuchukua akusaidie. Haleluya. Shetani nia yake ni kukuharibu na kukuua. Acha kwa kwamba ati sijui unapoingia devil worshiping, unapoingia katika sijui Illuminati utapata baraka nyingi, utafanikiwa. Zile baraka zote ni kukuziba macho wewe. Haleluya. Lakini nia yake bado ni ile ile ya kukuharibu na kukumaliza. Lakini baraka za Mungu
ni kwamba unazifaidi katika hali ya kustarehe. Haleluya. Baraka za Mungu si zile za kwamba leo usiku utabidi sasa tukuchukue uende baharini kule ukafanye matambiko. Haleluya. Kwamba leo utabidi sasa utoe mtoto wako kwanza leo. Imefika tani yako. Haleluya. Imefika wakati wako ukapate kutoa mtu. Baraka za Mungu haziko vile. Ni kwamba anakuambia kwamba mwanangu, leo nataka kukutume katika boma fulani ukapate kukuja na kubomoa. Nikutume katika boma fulani ukapate kunifanyia huduma mahali pale kuna watu ambao wamepotea, nataka niwakomboe. Haleluya. Na zile baraka ni za kudumu kwa sababu zina ulinzi wa Mungu. Lakini unaposimama katika kusudi lako mpendwa, basi baraka hutaziona. Utakuwa mtu kung'ang'ana kila siku, unakuja kanisani kweli, wewe ni mtu wa kung'ang'ana kila siku. Magonjwa hayatoki katika maisha yako. Magonjwa hayatoki katika watoto wako. Magonjwa hayatoki ama farakano zitaishi katika ndoa yako. Kwa sababu gani? Umekataa kusimama na kusudi la Mungu. Nipende kukwambia kwamba Yesu alipomaliza ile huduma yake, ni kwamba alinunua kanisa, ili kwamba anapokuwa kule mbinguni akitaka kufanya huduma fulani huku chini, haiwezi shuka yeye. Anasema kwamba kwa sababu nimenunua kanisa, wacha nitafute mtu fulani ambaye anawezana na hii kazi hapa. Mimi ni kazi ya kuvunja na kubomoa, najua kwamba Margaret Jira nabii wangu anaweza hii kazi. Haleluya. Anamtuma na mbele kwa vile kwa mwanadamu kapate kufanya. Mimi ni kazi ama ni huduma ya kuimba, anasema kwamba kuna mhubiri hapa anaweza hiyo kazi, wacha nipatie na kafanye. Haleluya. Mimi ni kazi ya uchungaji, anajua kwamba pasawili pasabage kazi wanaweza, wacha niwapatie wakapate kufanya. Lakini sasa kama Mungu ama Yesu amekwambia katika jambo lile, mbona ukwage? Kwa sababu anasema kwamba unapokupatia kazi ama anakupatia huduma ufanye, kama uifanye anakujichukua mpatie yule ambaye anafanya kwa bidii. Haleluya. Anakunyang'anya ile huduma ama ile kitu anakupatia, ampatie mwingine ambaye amesimama na kufanya. Akisha akatutolea ushuhuda mahali hapa, akasema kwamba Mungu akamwongelesha akamwambia, zidi kufanya zaidi katika huduma yako ya unabii, kwa sababu kunao wengi wanaomba kama nikapate kuwapatia huduma hii na bado sijawapa. Haleluya. Kwa hivyo kuna wengi bado uone mchungaji, wengi wanaomba basi Mungu nisaidie na hii kipawa cha uchungaji cha kuweza kufunua, yani kupata kufunuliwa neno zaidi. Lakini wewe mchungaji umepewa, lakini wewe unang'enya. Haleluya. Ni kwamba ile huduma Mungu ataitoa ndani yako. Atakustakiletisha mahali pale pale. Utafanya katika huduma katika hali ya kawaida ama ya mazoea, lakini kumbe Mungu ametoka ndani yako. Kwa sababu gani? Ni kwamba umekataa kusimama na kusudi la Mungu. Kwa hivyo siku ya leo wacha kapate kusimama na kusudi la Mungu, ili kwamba Mungu akapate kuenda na wewe ase katika level ambayo anataka kufanyia. Mbegu unapigwa madongo na wachawi, wacha kapate kutumia ile mawe ambayo wachawi kupiga ukapate kuweka step, ukapate kusonga juu. Haleluya. Wacha wale wachawi kupiga siji mawe na kwambia kwamba nimekurushia siji guruneti. Wacha watumie guruneti iwe step ya kupanda juu ukapate kufikia katika zile baraka zako. Wacha ile majaribu wanaopiga unaoenda kupitia pale nyumbani, pale kazini, wacha ukapate kutumia majaribu yale ukapate kuweka step, ukapate kupanda juu, ukapate kufikia katika huduma zako. Ama ukapate kufikia katika ile hatima Mwenyezi Mungu amekupangia. Yakobo akawa amekimbia kwao, ameenda kwa mjomba wake Laban. Alipofika mahali kule akawa yuasumbuana na mjomba wake yamsumbua akitaka kumdhulumu. Lakini Yakobo akawa ameweka argument na Mungu huko. Akasema kwamba Mungu, naenda kwa mjomba wangu kule, lakini nikifika kule nataka ukanisaidie nifike kule nikapate kufanya kazi na nirudi na baraka hivi. Nikirudi na baraka basi wewe utakuwa Mungu wangu. Haleluya. Na kila ambacho nakipata kule kwa mjomba wangu ninakutolea fungu la 10 ili kwamba nikapate kukueleza kwamba ni Mungu wewe umenifanyia. Alipofika kule kwa Laban alijaribu mambo mengi ili kwamba yule Yakobo asiweze kupata zile baraka ambazo Mungu alikuwa amempangia apate. Akajaribu kusema kwamba sasa katika hizi mbuzi ambazo tunapata tugawane, bado kwamba agana kwamba mbuzi akizaa ule mara mabato ni wa Yakobo, yule ambaye hana ni wa baba wa mjomba. Hata kafika wakati wale mabato wakazaliwa wengi, au wale ambao hana mabato wakazaliwa wengi. Akasema kwamba basi sasa hawa wana mabato ndio wangu sasa mimi. Akabadilisha kile kibao. Haleluya. Lakini Mungu akamwambia hata usijali mwanangu. Kwa sababu ile Laban akasema kwamba wale mabato ni wako kwa sababu ni kidogo, akasema sawa ndio atakuwa ni wako. Alipokuwa katika kulisha, akawa anafanya ile kazi ya kulisha katika hali ya kufurahi. Haleluya. Akafanya ile kazi ile katika hali ya kufurahi. Akafika kule katika kulisha, wanapokuwa kunywa maji, akamwambia mwanangu, chukua ile mti wa mlozi. Tandika haya maji.
wanapokuwa wamekunywa hawa mbuzi, hata kama hakuna beberu hapana mabato bali hapa watazaa mbuzi wako na mabato. Haleluya! Mungu ana uweza bana. Haleluya! Ni kwamba ukapate kumwamini na vitakuwa hakika. Alipofanya vile Mungu alivyomwagiza, wakakunywa yale maji ambayo alikuwa ametandika na yule mtu wa mlozi. Ikafika wakati sasa akaanza kukua na mimba wale mbuzi. Wakazaa, kila kizaa hivi ni mabato, kila kizaa hivi ni mabato. Akaanza kuleta tena vita. Haleluya! Lakini pale akafanya vyote, lakini Yakobo akatoka na baraka zake pale mahali pale. Haleluya! Kwa hivyo hata kama unasimama uko katika bosi wako ambaye kila saa ukishakaa amekupangia hivi baba amekugeuka tayari. Anasema kwamba mimi nakuongeza mshahara kwa sababu nakuona uko vizuri. Kesho amebadilika, mimi sikusema hivyo. Kwanza itabidi nipunguze maana sasa hivi naona hata hali itasio. Haleluya! Usipe moyo, simama na Mungu mahali pale. Naye Mungu atakusaidia utoke na baraka zako na ulinzi. Kwa sababu alipokuwa ametoka pale yule Yakobo na wake zake na watoto wake, ikafika wakati ule akajafika kwa sababu hakumwaga mjomba wake. Mjomba wake alifika pale akajua huyu mtu amenikimbia. Akaanza kumkimbiza, akataka akampokonya vyote na muue. Lakini Mungu akamtokea njiani akamwambia, wewe Laban, usinene lolote baya, usinene lolote zuri ama baya kwa mtumishi wangu Yakobo. Haleluya! Kwa hivyo hata usijali wala bwana kuzunguka. Wanapokuwa kupangia mabaya, Mungu atakutetea. Haleluya! Wewe simama na kusudi la Mungu, naye Mungu atadili na hizo mambo zingine zinakusumbua huko nyuma. Atadili na magonjwa. Magonjwa ametuma mambo basi sasa magonjwa namtumia mtu fulani. Lakini akifika pale ambao wewe magonjwa sijui kansa, wewe magonjwa sijui sukari, huyu huwezi kumtatiza. Huyu mtumishi wako. Achana naye kabisa. Wewe majali umepangwa mpate mtumishi wangu. Achana na hizi story, pata wengine. Wewe mtumishi wangu atabaki salama. Haleluya! Wewe ukisimama na kusudi la Mungu, Mungu atakutetea mpendo. Pale unapoona kwamba ili jambo ni gumu, Mungu ataingilia pale katikati na kukutetea. Utashangaa umetoka mahali hapa, baby ajali imepangwa kupate hapo nje. Umeshangaa mahali hapa ili Mungu akulinde, unashangaa ile funguo ya kutaka kufunga mlango utoke. Umeshika mkono lakini itafuta ujiko wapi. Haleluya! Washangaa funguo iko wapi? Wazunguka mpaka ndani funguo iko wapi? Ile time sasa ajali imepita kule. Ndipo pale washangaa basi funguo niko nako mkono. Kumbe ni Mungu anakulinda mahali pale. Kwa sababu gani? Umesimama na kusudi lake. Uko na miguu ya usalama. Bado unapanda katika ile gari imekuwa anointed kwa kwamba hii gari yangu leo nataka nikapate kufanya ajali watu 30 ama watu 10. Lakini umepanda pale mtumishi wa Mungu wewe na kwa basi itabidi tuipostpone. Itafanyika kama ni kesho ama itafanyika baadaye. Haleluya! Kwa sababu mtumishi wa Mungu uko mahali pale, umesimama na kusudi la Mungu. Tukatolea ushuhuda mahali hapa na kisha akasema kwamba kuna mtu alisimama na yeye hizo za kitabu. Alipopata ajali, wenzake waliumia lakini yeye hakutoka kabisa, hakuumia. Kwa sababu gani? Alisimama na kusudi la Mungu kumsaidia mtumishi wa Mungu. Mungu anakumbuka wapendwa. Wewe umesimama na kusudi la Mungu na umesahau. Ukija kukumbusha ni siku gani nilisimama na kusudi la Mungu, lakini Mungu kumbe ameweka katika records. Anakumbuka wakati jaribu nataka kukutokea hivi, anasema hii kitu hakitapata mtumishi wangu. Unaposimama pia katika kusudi la Mungu pia katika kutoa. Haleluya! Unatoa vyema jinsi inavyostahilika. Basi Mungu naye atasimama na wewe. Lakini wewe ukiwa kwamba nimepata pesa zako nasema basi bizi jivitani. Hakikisha patajua kwamba nimefanya kazi kwani hata jua. Kwa sababu sisi hata kazi zetu hizi za siku ukatafuta upate ukikosa hata jua. Baby hao kina pasa magii kwa sababu zao za mwezi kifika mwisho wa mwezi inajulikana hao wamepata pesa. Haleluya! Kwa hivyo fungu la 10 lazima watoe, lakini sisi hatujulikani. Lakini pale utakuwa unajidanganya mwenyewe mpendwa. Utakuwa mdanganyi wa bisho, kwa mdanganyi Mungu, unajidanganya wewe. Utakuwa unajifungua kufungua mlango. Utashangaa watu wamefika Ukunda, wewe bado uko huko. Haleluya! Watu wameshauriwa kwa Ukunda, wameingia katika ile kanisa wanasherekea, wewe bado uko huko nyuma. Kwa sababu gani? Ulijifanya mjanja. Ujifanya kisungura. Basi utabaki pale na kisungura chako kwa sababu haitakusaidia hiyo ambayo unafanya. Wewe unapokuwa umepata pesa, umefanya kazi, wewe mpatie Mungu ile sehemu yake. Ile sehemu yako ridhika nayo. Kwa sababu shetani ni mjanja, anasema kwamba ile fungu la 10 basi ameliinua kwamba ni kubwa. Hata kama nako ni 100,000, sehemu ya 10 ni 10,000. Lakini pale anashangaa yeye ni 10,000 nikatoka kanisani.
haumuoni tena kama mtolea Mungu asema nenda kupatia wale watu wakakule hii pesa. Anakupatia mambo mengi ili kwamba ukapate kukosa zile baraka zako. Nakumbuka kuna siku nilikuwa nafanya kazi kwa Saita Pastor Willy. Nilipokuwa mahali pale ilikuwa ile huduma zetu zile za Monday. Ikawa sasa na tunafanya kazi kwa juu ya ghorofa hivi. Napanda na mchanga hivi na mkapanda. Sasa shangani kila nikija kupanda hivi nasikia tu kuna sauti inaniongeza kwamba utaanguka na utashikwa na wazimu. Nikasema hii jambo ni jambo gani? Ana sikumwambia Pastor Willy, mimi nikapanda na kile kisogo cha mchanga nikakaa pale kidogo. Nikaanza kuomba nikamwambia Mungu nisaidie kunifunulia kuna kitu gani kinaendelea. Nisaidie na kama kuna mtu ambaye anaenda kwa mganga Mungu pamana naye huko. Haleluya. Nilipofika pale hakunifunulia, nikaendelea kufanya kazi, Mungu kanipa nguvu nikamaliza. Lakini katika kulala nilipokuwa nimelala kwa sababu sisi ni manabii ambao si kwamba tunaongeleshwa live tayari. Hatujafikia hapo lakini tunafikia hapo. Haleluya. Nilipokuwa nimelala sasa ndo Mungu akanifunulia. Nikashangaa niko mahali hapa madhabahuni. Mimi na wenzangu hapa tunatoa fungu la 10. Sasa bishop amesimama juu hapa tutoa fungu la 10. Akasema ukitoa hivi nataka unipe kitabu chako pia niangalie record zako. Haleluya. Nikampatia kitabu changu akaangalia zile record. Akasema hii hapo iko sawa chukua. Hata hapo nilihusisha kuangalia wale wengine kama record zao ziko sawa ama nini. Akanitoa mahali hapa. Nikajipata niko nyumbani nimelala. Pastor Willy akatumwa akaniambia amka ukapate kuimba nyimbo kusifu. Nikatii, nikaamka nikapiga kelele katika ule usiku. Hata nadhani watu walinishangaa na nini usiku wa manane huo. Lakini nikatii kwa sababu ni sauti ya Mungu. Nikasifu nyimbo ya kusifu alafu nikalala. Nilipolala sasa nikaonyeshwa niko pale msikitini. Nikaonyeshwa kuna mchawi alikuwa ameenda kwa mganga ili kwamba akanipige na ile wazimu. Ili kwamba ndani ghafla nipigwe na wazimu nishanganikiwe kama nilikuwa mtu wa kupiga kwenda na manguo hivi kufanya hivi. Lakini Mungu akasema huyu ni mtumishi wangu, hiki kitu hakitafanyika. Lakini Mungu alinisaidia kuniepusha kwa sababu gani? Kwa sababu ya ile fungu la 10 ama zile sadaka ambazo natoa. Inaonekana mimi hata ni kidogo kwa sababu kazi zetu tunazofanya haziheshimiki vile, lakini kumbe Mungu ameitambua. Akanionyesha yule mchawi kwamba ile wazimu umemrudia mwenyewe. Na ule mchawi akajaribu vita vyote, Mungu akanisaidia nikampiga mpaka nikammaliza. Na nikawashika wale wenzake nikamwambia nyinyi, wameona vile mzeni mmepana na Mungu wangu. Nani mkiendelea hivyo itakuwa dawa yenu. Haleluya. Kwa sababu gani? Nimesimama na kusudi la Mungu. Ingawaje sijasimama vile kikamilifu, lakini jinsi nilivyo Mungu anatambua. Haleluya. Na Mungu atanisaidia zaidi kupanda katika kusimama na kusudi lake. Kwa hivyo wewe unayesikiliza siku ya leo, maybe ulifanya kazi hata kama ni juzi lakini kwa sababu yote ulikula. Kwa hivyo wewe fanya ili ukapate kuweza kugeuka na ukapate kusimama na kusudi la Mungu katika matoleo. Kwa sababu inasaidia. Wacha kila siku unasema kwamba nimezoea tu ile tukiomba sijui Malaki 10 kwamba Mungu atakemea Malaki 10. Haleluya. Ile kitu ni kweli, Mungu anakemea. Sasa huyo Yakobo alisema kwamba ninaponipazi baraka zangu nitakutolea fungu la 10. Hiyo itanisaidia mpaka akakemewa na baraka kwa usimzuru mtumishi wangu. Ile fungu la 10 aliyosema kwamba atakutolea. Kwa hivyo siku ya leo badilisha mwenendo yako mpendwa. Mbele ulipewa huduma ya kulisha kanisa ama ya kulisha watu. Ukasema kwamba basi hao watu wenyewe naona wengine hata wana kazi kubwa. Nitaendelea kuwalisha kila siku. Ninaona kama umebarikiwa. Haleluya. Nitaendelea kuwalisha kila siku. Ni kwamba wewe fanya ile sehemu yako. Usiangalia hao watu wako vipi, fanya sehemu yako. Naye Mungu atatambua na atakubariki zaidi. Acha kuangalia yanayokuzunguka, acha kuangalia yote yanayojiri. Ni kwamba wewe zidi kusimama na kusudi la Mungu. Naye Mungu atakubariki hakika. Tukimalizia tunasoma katika kitabu cha Mwanzo chapter namba 31. Mwanzo Genesis chapter 31 kuanzia 41. Tunasoma kutoka kitabu cha Mwanzo, mlango ni wa 31 kuanzia mstari wa
41. kuanzia mstari wa 41. Miaka hii 20 nimekaa nyumbani mwako, nilikutumikia miaka 14 kwa binti zako wawili, na miaka 6 kwa wanyama wako, nawe umebadili mshahara wangu mara 10. Kama Mungu wa baba yangu, Mungu wa Ibrahimu na hofu ya Isaka, hangalikuwa pamoja nami, hakika sasa ungalinifukuza mikono mitupu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hapo ni Yakobo alipokuwa kule kwa mjomba wake Labani. Akasema kwamba umetumikisha miaka 20 mahali hapa. Miaka 7 nilikuwa nimefanya unipatie Rachel, ukanigeuzia kibao ukanipatia Lea. Nikazidi tena kufanya kwa sababu mimi nimempenda sana Rachel. Nikafanya tena miaka 7. Ukanipatia Rachel sasa. Ikawa ni miaka 14. Tena ukaniambia bado ukanipatisha tena miaka 6 ikafika 20. Lakini sasa uko unabadilishia mshahara wangu mara 10. Haleluya. Akawa aionyesha hali ya kudhulumiwa mahali pale. Hali ya kugeuziwa kila wakati, akapoa kwamba nitakulipa hivi, amebadilishiwa. Ni kwamba nitakupromote, nitakupeleka katika level nyingine, anabadilishiwa. Haleluya. Lakini akasema kwamba kama si Mungu wa baba yangu Isaac, basi ningetoka hapa mkono mitupu. Kwa hivyo inaonyesha katika ile kudhulumiwa kote, katika kukubali kudhalilishwa pale katika mjomba wake, ni Mungu ndiye alimsaidia mahali pale akatoka na zile baraka. Kama singekuwa Mungu, yeye angetoka bila baraka mahali pale. Haleluya. Kwa hivyo wewe mahali pale umewekwa, wewe fanya kazi katika hali ambayo inampendeza Mungu. Maybe unafanya kazi ya mjengo, kama vile tunaambiwa kwamba mafundi ile materials kibaki wanachukua, usichukue wewe. Simama katika hali ya ukamilifu. Maybe simiti imebaki pale, itumie katika hali kama vile unavyotaka wewe. Kwa mfano kama ni boss, hiyo kitu itumie. Haleluya. Napo pale ule boss anataka kukudhulumu, Mungu atasimama na kutetea. Anasema huyu huwezi kudhulumu. Huyu ni mtumishi wangu. Atatoa njia yoyote pale na wewe utatoka na baraka zako. Tukisoma hapo katika Mwanzo 32 tunapata sasa jinsi yule Yakobo alivyobadilishwa maisha sasa na Mungu. Haleluya. Baada ya kutoka kule, alisema kwamba ukinitoa huko kwa mjomba wangu na baraka, nikirudi huku nitakupatia, hadi wewe utakuwa Mungu wangu na nitakupatia 10% ya ile kitu ambacho nimepata. Haleluya. Mwanzo 32 kuanzia 24. Mwanzo mlango wa 32 kuanzia mstari wa 24. Yakobo akakaa peke yake, na mtu mmoja akashindana naye mweleka hata alfajiri. Naye alipoona ya kuwa hamshindi, alimgusa panapo uvungo wa paja lake, ukateguka uvungo wa paja la Yakobo alipokuwa akishindana naye. Akasema, niache niende, maana kuna pambazuka. Akasema, sikuachi usiponibariki. Akamuuliza, jina lako ni nani? Akasema, Yakobo. Akamwambia, jina lako hutaitwa tena Yakobo, ila Israeli, maana umeshindana na Mungu na watu, nawe umeshinda. Yakobo akamuuliza akasema, niambie tafadhali jina lako. Akasema, kwa nini waniuliza jina langu? Akambariki huko. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hapo inaonyesha sasa pale Yakobo alipokuwa ako peke yake akiomba, ndipo malaika wa Mungu akashuka mahali pale, kwa sababu alikuwa ameona ule moyo wa Yakobo. Alipofika mahali pale akashangaa, kumbe kuna mtu ameshuka mahali hapa. Akaanza kung'ang'ana naye, hakujua ni nani. Baadaye pale akagundua kwamba huyu ilikuwa ni Mungu. Haleluya. Ni malaika wa Mungu ameshuka mahali pale. Ndio akasema, sasa siwezi kuacha mpaka unibariki. Ndio akaulizwa na malaika, wewe jina lako nani? Akasema, mimi jina langu ni Yakobo. Akapoa, sasa hili jina lako, kumbe hili jina lako ni baya. Ndio maana unazulumiwa huko, unafanywa hivi kwa sababu hili jina ni baya. Kwa hivyo siku ya leo nakubadilishia jina, unaitwa mbarikiwa. Haleluya. Ninakubadilishia jina, unaitwa Israeli. Haleluya. Hasa alipotoka pale, alipobadilishiwa ile jina, akabadilishiwa maisha kabisa. Kwa sababu jina lako ndivyo litakalo peleka kabisa vile utakavyoishi. Haleluya.
Jinsi lile jina lako lile jina lako lililoitwa vile linamaanisha, ndivyo linapeleka ile maisha yako. Ukiitwa Yakobo, basi itakuwa ni ile maisha ya kudhulumiwa, akawa anadhulumiwa kule, kila kijaribu hivi mshahara unabadilishwa, lakini Mungu akamtetea huko na baadaye akambadilishia maisha. Kwa hivyo unapokuwa umesimama na kusudi la Mungu, na unapokuwa unaendelea kusimama na kusudi la Mungu, unakuwa mwaminifu katika kusimama na kusudi la Mungu, basi Mungu hakika atakubariki. Hata kuacha kamwe. Atakubadilishia maisha, atakubadilishia ile jina. Mimi umeitwa jina la ombaomba pale mtaani. Umeitwa jina la maskini au tumemzoea ni maisha kung'ang'ana, maisha ya chini. Lakini unapozidi kusimama na kusudi la Mungu, Mungu atakuinua pale pale na atakubadilishia jina na atakubadilishia maisha, nawe utakuwa na baraka nyingi katika maisha yako. Haleluya. Utafanikiwa katika kazi zako, utafanikiwa katika ndoa yako, utafanikiwa hata katika mashamba yako, kwa sababu umesimama na kusudi la Mungu. Ni hayo, na Mungu abariki.